Nairobi na shida kwanza Nairobi ni barabara mbovu na drainage. Kwa hivyo kiongozi bora ni yule ambaye ana fix hizo drainage. Kukinyesha Nairobi for 30 minutes unaona kuna shida zaidi. Kuna ziwa Nairobi, pale ZBD inakuwa ziwa, na mito Lang'ata Road, mto Ngong Road, mto Thika Road, zote zina feed ziwa Nairobi. Na hiyo ni kwa sababu ya poor leadership. Ukienda pale CBD 30 minutes wewe unajua kuna shida sana. Jambo nyingine ni ukosefu wa maji. Hii ni capital city. Capital city haifai wananchi wa Nairobi wakose maji hata siku moja. Lakini unapata rationing inafanywa, unapewa maji siku 2 ama siku 3. Lakini kiongozi yule sahihi anafaa hakikisha kwamba wana Nairobi wapate maji, kwa sababu kuna Ndakaini Dam, kuna Spring Valley Dam, kuna hii Northern Tunnel water collector ambayo ina supply maji Nairobi. Na ina supply 546 million liters of water per day. Wana Nairobi wanahitaji tu only 300 million liters of water per day. Kwa nini maji haifiki watu na maji inakuja in excess? Inamaanisha kwamba zile pipes ambazo ziliwekwa, zile infrastructure ziliwekwa wakati wa ukoloni, hizo infrastructure zimekuwa rotten, zingine zina leakages, so maji inapotea through leakages. Jambo nyingine, maji inakuwa mixed na sewage, inakuwa contaminated, not fit for human consumption, hizi tumia. Ya tatu, kuna cartels wana block maji. Wakiblock hizi pipes za maji haifiki watu ambaye wana Nairobi. Kwa hivyo kama we ni kiongozi, inafaa uhakikisha kwamba zile pipes zirekebishwe, weke mpya. Ya pili, makartels uhakikisha kwamba our block hizo pipes. So that maji ifikie watu. Shida ya tatu ni shida ya corruption. Nairobi na corruption sana, na kuanzia governor wa Nairobi. Naongea juu ya report ya Auditor General yenye iko credible. Umeambiwa ya kwamba governor ameweka only 3%. 3% of the budget ya 43 billion ndio ni ya development. Kisha unapata wana travel over 1.2 billion wameweka traveling expenses. Kwa hivyo Nairobi ni kujivinjari tu kama viongozi, ni raha. Alafu lori moja ile ya kubeba takataka, Auditor General amesema ilinunuliwa kwa 28 million Kenya shillings. Lori ambayo inafaa inunuliwe kwa 8 na 10 million. Na zimenunuliwa lori kama 30. Corruption tupu. 39 billion ilipotea hapa kwa legal fees. Hewa ndio inalipwa. Takataka unaona. Governor mwenyewe alichukua akili yake akaenda kumwaga kule Stima Plaza. Unaona wewe ni governor unaenda kumwaga takataka kwenye town, unamwaga raw sewage kwenye town. Hiyo ni kitu ambayo hata wewe mwenyewe uliona. Jambo nyingine ni ukosefu wa kazi. Wewe kama governor, provide kazi kwa wananchi. Provide environment, reduce value ya licenses. Hiyo cost ya licenses ya kufanya biashara, ili watu wajiajiri, wajifanyie biashara. Jambo nyingine, peana kazi kwa kanjo. Jambo nyingine, jenga mahospitali, utapatia madaktari kazi, na watu wenye wako chini pia utawapatia kazi. Si ni kweli? Jenga mashule, utapeana kazi kwa walimu na kwa wale walio chini. Hii biashara ya takataka, wacha vijana wa register companies, wamama wa register companies, wazee wa register companies, wapatie kazi kwenye ward level ili wamalize hii shida ya takataka. So nafikiri kuna mmoja alikuwa amezungumza moja hapa ambalo